Roho Mtakatifu akiwa juu yako, maisha yako kuna mambo ya kiroho yatatokea ambayo yanaonekana katika maisha, huduma na tabia ya mtu. Biblia inaonyesha wazi kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu hubadilisha maisha ya mtu. Biblia inatuambia Roho wa Bwana akija juu yetu tutapokea nguvu, akisha tujilia juu yetu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni utatu mtakatifu, yaani Roho Mtakatifu ni Mungu sawa na Baba na Mwana katika ule utatu mtakatifu. Roho Mtakatifu akija juu yako, Biblia inatuambia utapokea nguvu akishawajilia juu yenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa juu yako unapata nguvu. Roho Mtakatifu anakupa ujasiri wa kumtumikia Mungu. Kitabu cha Timotheo wa pili 1:7 anasema Mungu hakutupa roho ya uoga bali roho ya nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Roho Mtakatifu ana karama, na karama hizi zimeandikwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:7 hadi ule wa 10. Kuna neno la hekima, neno la maarifa, imani, uponyaji, miujiza, unabii na lugha, pia na tafsiri za lugha. Roho Mtakatifu akikuongoza sawa na Warumi 8:14, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Basi ikiwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Lakini pia Roho Mtakatifu ana matunda. Katika Wagalatia 5:22-23 hadi 23 anasema upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, imani, upole na kiasi. Anasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, imani, upole, kiasi. Hivyo Roho Mtakatifu akiwa juu yako unapata hayo matunda. Neema ya Mungu na iwe juu yako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu anapokuja juu ya maisha yako kuna karama, kuna nguvu na mabadiliko, kama ambavyo katika Luka 24:49 anavyosema kwamba tazama na waletea ahadi kutoka kwa Baba yangu. Mungu wa mbinguni na akubariki na kutakia neema ya Mungu. Ni Pastor Dominic M. Masi kutoka Manyara, Tanzania. Amen, amen, amen.